Tuna mchungwa wetu ambao tuliotesha hapa kwa mbegu ambao tuliweka sisi wenyewe. Baada ya kuwa tumekula machungwa tukapenda tukaona ni matamu. Tukaotesha hapa. Tumeotesha miche ilikuwa 11. Moja uliota wenyewe kwa maana ya pembeni uliotea wenyewe. Kwa leo tunahamisha kutoka kwenye hichi kitalu chetu mama, tunaingiza kwenye vitalu vyetu hivi kimoja moja. Tutaweka huko, tutamwagilia, tumeweka majani kama unavyoona huko ndani, majani tumeambiwa kitaalamu kwamba yanasaidia kuhifadhi unyevu, lakini pia baadaye kuja kugeuka kuwa sehemu ya mbolea. Tunaweka pia udongo ambao tayari una mbolea, udongo naona una mbolea. Shika udongo wenye mbolea huu. Tunakwenda sasa tunapanda huo mche wetu. Tunaidumia hii mpaka ifike ukubwa huu na iwe strong. Ukubwa huu na strong. Kutoka hapo tunaipeleka shambani. Sisi bwana tunapenda kilimo. Wewe Harrison umefanya kitu gani kwenye shughuli kama sasa hivi? Kazi yangu ilikuwa kutafuta makopo ili kuweka tukati kitalu. Okay. Tuweke machungwa yetu. Ndio. Kwa hiyo umekwenda barabarani huko mkatafuta makopo, mkapata, ndio haya, ndio? Ndio. Wengine wanapanda kwenye vinaironi, ndio? Ndio. Si bahati mbaya vinaironi vile hatuna, sio? Lakini tumeshauriwa kwamba hata makopo kama haya yanafaa. Kwa jamani huko nyumbani makopo kama haya wakati mwingine sione kama nitakataka, unaweza kuyatumia. Sisi miti kishakuwa vizuri katika ubora tunaotaka, kubwa tunaotaka, level kama hii, refu kama hivi, tunahamisha tunapeleka shambani. Kule shambani tuna michungwa mingine 10, milimao 10, ndimu 10 na yenyewe inakuwa vizuri sana. Sisi siku lazima nishakuonyesha. Tunaongeza. Changamoto kule ni nyingi. Mara wafugaji wakachome moto, wanatuulia baadhi ya miti, lakini hatukata kama tutaendelea mpaka tutafikiri itakuwa kote kuna mimea halisi na mizuri ambayo inaonekana. Sisi familia yetu kilimo ni sehemu ya maisha yetu na tunaenjoy. Ndio jamani? Ndio. Yeah. Kwa hiyo hongereni na asanteni kwa kuendelea kupambana kama hivi na kufanya kazi iliyokuwa nzuri. Harrison, chukua hiyo, anza kutia maji kwenye hiyo vitalu.